au kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma karima. Leo tunazungumzia visa vya watu mbalimbali waliowatendea haki wazazi wao. Allahumma salli ala sallam. Watu waliofanya wajibu kwa wazazi wao. Tuna karatasi 5, kila mmoja awe na karatasi 5. Zina visa vingi, lakini tutachagua, tutadondoa vingine, mtajisomea wenyewe. Tunaanza na karatasi ambayo imeandikwa namba 8 chini namba 6. Karatasi ambayo imeandikwa namba 8 chini namba 6. Hiyo ndio tunaanza nayo. Tumeshaiona? Kule juu inaanza wahukia. Tumeona Aha. Tutakuja hiyo, tutakuja nyingine ya mtume tena, tutakuja nyingine ya mtume. Tumechukua mitume 3 lakini mitume wako wengi. Somo letu ni visa mbalimbali za watu waliowatendea haki wazazi wao. Hatukuleta upande wa pili. Pia kuna visa vya watu ambao waliwatendea vibaya wazazi wao. Vipo tena. Kama nilivyosema, hili somo lina visa vingi sana. Kitabu cha hiyo karatasi ni Misbahu Dhalami. Misbahu Dhalami. Misbahu Dhalami. Nafikiria nilisema tukiongeza hiki cha 11. Naam kabisa, cha 11. Kwa hiyo mnaelewa mpaka mwisho kule kwenda Misbahu Dhalami wa Bahjatul Anami fi sharhi kadha, mnajua. Hili ni juzu la pili. Hilo ni juzu la pili. Juzu la pili, ukurasa uko hapa. Wahukia, na imepokelewa habari. Wahukia, imepokelewa habari anna Sulaimana sallallahu alayhi wasallam, yeye kaandika hivyo hakika Nabii Suleimani, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake na amani, kana yatiru baina samai wal ardi, alikuwa anaruka kati ya mbingu na ardhi. Kwa maana alikuwa yuko juu kabisa angani. Kana yatiru baina samai wal ardi, alikuwa anapaa kati ya mbingu na ardhi. Ala rihi, akitumia upepo. Ala rihi, kwa upepo. Ala rihi, kwa upepo. Famarra yauman, akapita siku moja. Famarra yauman, akapita siku moja. Ala baharin amiqin, kwenye bahari iliyokuwa ina kina kirefu sana. Ala baharin amiqin, kwenye bahari iliyokuwa ina kina kirefu sana. Faraa fihi, akaona kwenye bahari hiyo. Faraa fihi, akaona kwenye bahari hiyo. Maujan hailan, mawimbi makubwa yenye kutisha. Maujan hailan, mawimbi makubwa yenye kutisha. Min rihi, yanayotifuliwa na upepo. Min rihi, ni yanayotifuliwa na upepo. Fa amara riha, akauamrisha upepo. Fa amara riha, akauamrisha upepo. Fasakanat, ukatulia. Ule upepo uliokuwa unafanya mawimbi ya
Akaambia upepo tulia, upepo uko tulia. Thumma amara shayatina, kisha akawaamrisha mashaitani, antaghuswa fil mai, wazame kwenye maji ya bahari hiyo. Antaghuswa fil mai, wazame kwenye maji ya bahari hiyo. Litandhura ma fihi, ili wapate kuangalia kuna kipi kwenye maeneo haya. Sehemu moja tu, sio bahari yote kama tunavyojua ikichafuka bahari, tunavyojua. Sasa aliona sehemu moja tu imechafuka, kwa hiyo akaamrisha upepo utulie, akaambia mashaitani hebu, na kwenye Qur'ani kuna amepewa hiyo, wa min shayatini man yakhusuna akaambia hebu zamieni hapo muone pana nini hapo. Fanghamasu wahidan baada wahidin, wakawa wanazamilia mmoja baada ya mwingine. Ina maana walikuwa mashetani wachache wengi. Fanghamasu, wakazama, wahidan baada wahidin, mmoja baada mmoja. Fawajadu fihi, wakakuta kwenye fawajadu quba, wakakuta kuna quba. Fawajadu qubatan, wakakuta kuna quba min zamaradati bayda, limetengenezwa na zamaradati nyeupe. Wakuta quba. Quba ni kama vile ukiangalia kule juu ya msikiti wa Mtume Muhammad SAW, utaona kama kuna kijumba cha kijani kwenye msikiti wa Mtume SAW. Sasa kile kinaitwa quba. Zamani wazee wetu wakijenga kwenye misikiti kile kinaitwa quba. Kwa hiyo wakaenda wakuta kile cha mviringo, lakini kimo ndani ya maji kule chini kabisa. La baba laha, hilo quba halina mlango. Fa akhbaruhu biha, wakamweleza bana, tumekwenda kule, tumekuta kule kuna quba, lakini quba lenyewe ni la aina fulani. Fa amara, akamrisha biikhrajiha, kufanyaje? Hebu kalitoeni hilo. Jamani, tunazungumzia kisa cha vijana waliowafanyia kheri wazazi wao, waliofanyia haki zao. Leo ni visa tu hiki, ni mwana tukisome chote. Fa amara bi ikhrajiha, kamisha fa akhrajuha, wakafanyaje? Wakakitoa kile kikuba. Fa wadauha, wakakiwekwa baina ya daihi, mbele ya Suleimani alayhi salam. Hapo safari ya Suleimani inaendelea, imesimama, imekatemka na pup chini. Hebu nitoleeni pale, nendeni zameni pale, afu nitoleeni, kuna kitu, kuna hapo sijaona mawimbi hivi tokea mimi nini ile. Wakakiweka. Fataajaba minha, akafanyaje? Akastaajabu kutokana na hiyo kuba. Suleimani alayhi salam hajapata kuona hiyo. Na mkumbuke Suleimani alayhi salam ni mtume, lakini ni mtoto wa mtume tena. Babake nani? Daudi. Kwa hiyo ina maana hata utawala babake alitawala, hajapata kuona hicho kituko mpaka haja yeye hajaona, kastajabu kabisa. Fadaa Allah Taala, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu, hiki kitu mimi sikijui, hiki sijapata ukiona ni nini, hebu nibainishie ni kitu gani? Akamwomba Mwenyezi Mungu. Fanfalaqat, likaonyesha lile kuba maeneo ya kufungukia. Fanfalaqat, likaonyesha, kwa sababu silikuwa halina mlango na wamelitoa kama yai vile. Hii kitu gani? Mbona akili hii zamaradad nyeupe sijapata kuiona mimi, ni nini? Akamwambia Mwenyezi Mungu, hebu nibainishie ni kitu gani? Basi fanfalaqat, onyesha sehemu ya kufungulia, alafu akafanyaje?
wafataha laha baban, akafungua mlango. Alipokuwa na mambo mwenyewe akaonyesha mchoro kwamba hapa pana mlango hapo. Wafataha laha baban, akafungua mlango wake. Fa idha ghafla, fa idha, pale kwa pale nini, fiha, ndani ya lile kuba, shabun sajidun lillahi ta'ala. Yuko nani? Kijana amefanyaje? Amesujudu. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli. Jamani, hiyo ibada ya wazazi si kitu cha kuchezea. Alipofungua mlango ule, ni kijana, sio mtu mzima, kijana amesujudu kumshujudia Mwenyezi Mungu Taala. Kwa hiyo akamsubiri, maana yake akamsubiri akamaliza sala. Faqala lahu Suleiman sallallahu alaihi wasallam, Suleiman akamuuliza, amin malaikati anta am min aljinni, amin malaikati anta am min aljinni, wewe kijana, wewe ni miongoni mwa kundi la malaika au ni katika majini? Faqala la, akamjibu akamwambia, mimi katika malaika sipo, wala katika majini simo, bal min al-ins, mimi katika binadamu tu, mimi binadamu tu. Manake ina maana kwamba alipofungua nini, ina maana yule kijana alikuwa ana hali fulani ambayo haimbainishi kama ni mtu au sio mtu, ndio maana yake. Naka angemkuta ni mtu angeuliza nini, lakini alikuwa na hali. Faqala lahu, akamuuliza yule kijana. Faqala lahu, akasema, bi ai shay'in, ni kwa sababu gani, ni kwa kitu gani? Bi ai shay'in, ni kwa kigezo kipi? Nilta hadhihi karama, hii karama umeipata kwa kutumia kitu gani? Sio jambo, sio kawaida hii. Jamaa, tupo tunazungumzia visa leo. Bi ai shay'in, ni kwa ibada gani? Wewe ulikuwa una ibada gani hasa? Nilta hadhihi karama, umepata karama hii. Qala, akasema kwa nini? Bibirril walidaini. Unataka kujua mimi nimepataje hii daraja hii? Bibirril walidaini, kwa kuwafanyia wema nini? Wazazi. Basi ndio mnamfikisha hapa, na ndio mada yetu wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, ndio hii. Na ni wakati wa mtume gani? Suleiman. Manake ni jambo la tangu zamani hilo. Anasema lianni, kwa sababu mimi, kanati li ummi, nilikuwa na nani? Nilikuwa na mama yangu, ajuzun, kikongwe. Nilikuwa na mama yangu mimi kikongwe. Wa kuntu ahmiluha ala dhahri, wa kuntu ahmiluha ala dhahri, nilikuwa nafanyaje? Nilikuwa nambeba huyo mama yangu mgongoni. Tuangalie sisi tumeshafika hapo. Huyo mama alikuwa ni wa kubeba, ajuzun, kikongwe, hatembei, ni kubeba. Sawa. Wakana min duaiha, na huyo mama kikongwe huyo ilikuwa ni katika dua yake akiomba. Huyo mama akiomba asema, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, irzuhu saadata, mpe mtoto wangu huyu utukufu wa hali ya juu sana. Allahumma, Mwenyezi Mungu, irzuquhu saadata, mpe mtoto wangu utukufu wa juu sana. Wajal makanahu, mtoto wangu maisha yake. Wajal makanahu
umjalie mtoto wangu mahala pake pa kuishi baada wafati, baada ya nini? Baada ya mimi kufa. Ananihangaikia, anajua Mwenyezi Mungu mtoto wangu anapata shida, sijiwezi, kila kitu yeye ndo anamtumia. Sasa mjalie huyu, kwanza mpe utukufu wa hali ya juu sana, lakini nikishakufa mimi umpe mahala pa kuishi, la fil ardhi wala fi sama. Subhanallah jamani, wazazi tusicheze. Nikifa mimi mtoto wangu huyu, nataka umjalie mahala pa kuishi, isiwe ardhini wala isiwe wapi, wala isiwe mbinguni. Falamma matati, sasa baada mamangu kuwa amekufa huyo ajuzi, tumezika tumemaliza, kuntu aduru bisahili bahari, siku moja nilikuwa natembea kwenye ukingo wa bahari. Kuntu aduru, nilikuwa nazunguka hivi, nimeenda beach. Siku moja nilienda beach, nikawa natembea hivi beach. Faratu kubatan, nikaliona ili kuba hili, nikaliona likiwa nje, ndani nje kwenye ukingo hivi wa bahari, liko nje, nikaliona hilo kuba min zamarradati bayda, nikaliona. Falamma danautu, niliposogelea sasa, hii nini, mbona huwa natembea huko sijaona hii nini? Nikasogea pale, infatahat li, lilifunguka kwa ajili yangu mimi. Niliposogea pale, likafunguka, ndio no. Fadakhaltu fiha, nikaona sasa mbona limefunguka hili, kuna nini, mbona mlango uko wazi? Nikaamua sasa niingie. Sio kama anaingia kwa ajili ya kwenda kuishi, anaingia ili afanyeje? Akatazame. Hii mbona mlango fupi ukafunguka, nikaona niingie niangalie hichi ni kitu gani. Anasema fantabaqat alayya, likafanyaje? Likajifunga puu. Fantabaqat, likanifungia, manake nikawa niko ndani, siwezi kutoka nje. Biqudrati llahi taala, kwa uwezo wa nani? Kwa sababu vitu vyote nilikuwa nashangaa, lilifunguka lenyewe likajifunga. Haya maelezo kijana anamueleza nani? Anamwambia Nabiiullah Suleiman alayhi salam. Suleiman amepigwa na butwa, anashangaa. Fala adri, nikawa sasa sijui, ana fil ardi am fil hawai am fi sama. Ina maana lilikaa pale au liliondoka? Liliondoka. Maka alipoingia tu pup, lile kuba likaondoka. Sasa fala adri, nikawa sijui sasa, hapa niko ndani ya kuba, hapa nilipo, ana fil ardi, bado niko pale ardhini, au fi sama, au niko hewani naelea, au fi hawa, katika hewa, au fi sama, nimepanda mbinguni. Wa yarzuquni Allahu ta'ala fiha, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa anafanyaje? Ananiletea riziki mle. Jamani, tuelewe kuwafanyia. So yule kijana tu anatoka eti anakwenda sokoni, si mirongo. Lilipojifunga pap, likaenda zake. Sasa kijana yule mle ndani, hivi hapa naona kama limemove. Sasa hapa bado niko ardhini au niko hewani au nimepanda kabisa mbinguni?
Lakini cha kushangaza, mle ndani ya kuba mle misosi shekhe, na kanyaga misosi ya nguvu. Faqala lahu Suleiman sallallahu alaihi wasallam, Suleiman akamuuliza bana, hebu hapo usiendelee hapo mkisema kwenye misosi hapo, hebu subiri kwanza nielewe vizuri, sielewi, unanichanganya. Jamani, tupo kaifa yatika rizikuka fiha. Bana, hebu acha kwa mchezo bana. Maki humu unaona kwenye kuba humu hamna kitu humu hamna chumba, hamna jiko. Hebu kwanza niambie bana. Wewe unasema eti ukiwa ndani misosi inakuja. Hebu niambie humu misosi inakuja kujaje? Qala, akajibu ile kijana. Mmepaona? Idha jutu, nikipata njaa. Yani mimi nikiwa na njaa tu, yakhruju min alhajari ashajaru, yakhruju min alhajari ashajaru. Na unaweza ile ukisome hajari ukasema hujuri manake ni chumba. Alladhina yunadunaka min warai hujirat, ni chumba. Mimi nikiwa na njaa, yani nikishapata ninasikia saizi na njaa. Sio eti namwambia mtu kwamba nasikia njaa. Nikishahisi tu njaa, yakhruju min alhujuri ashajar, kwenye chumba pale nipo unatokea nini? Mti. Unaota mti fa. Wa yakhruju min ashajari thamaru, na yanatoka kwenye huo mti matunda ya aina mbalimbali. Chungwa, mapapai, maepo, mazambarau, yanatoka matunda. Ni sweti na sweti Mungu na njaa, nikihisi tu kuna mti wenyewe unajiotesha na matunda yanatoka. Tena wayanba'u minhu ma'u, na inatoka chemchemu kwenye hiyo sehemu palipotoka mti hapo, inatoka chemchemu ya maji. Wayanba'u minhu ma, inatoka chemchemu ya maji. Maji yenyewe ni maji ya Mirongo, ni Lake Victoria, ni bahari ya Hindi. Maji yenyewe abyadu min al-labani, ni nini? Meupe zaidi ya maziwa. Hayo maji ni meupe. Kiswahili tunasema meupe Hapo Kiswahili bana, eti meupe pe, nyeusi ti, mbona hiyo nyekundu ndu au njano no. Kiswahili chetu. Hayo maji yanatoka pale palipoota mti, yanatoka maji labani. Inatosha? Ni meupe tu. Wa ahala, na ni matamu zaidi kuliko asali hayo maji. Kwa ni peponi, sio peponi hapo. Hapo ni peponi Sheikh. Hakuna maji ya namna hiyo duniani, hata Zamzam haina sifa hiyo. Inatosha? Tena wa abradu min athalj, na na baridi kuliko barafu. Baridi, yani ile baridi ya kumsikia ladha. Kwanza ni meupe, yananipa kuyangalia na furahi, lakini matamu kuliko asali, na yanyo na burudika, lakini yana baridi. Anasema faakulu, nafanyaje? Nakula. Wa ashrabu, na nafanyaje? Fa idha shabitu, nikishiba sasa. Sio kama eti nasema eti nimeshiba, yani ile sija. Idha shabitu, nikishiba. Warawaitu, na nikakata nini? Zala dhalika, vile vitu vinafanyaje? Vinaondoka venye furu. Allahumma salli wa sallam. Tusicheze na kuwafanyia wema wazazi. Haya waliwapata watu wakiwa wako hai. Nikisikia njaa, kuna vitu vinajitokeza bila kusema, ile hisia yangu tu. Na nikishashiba na kitu kimekatika, vinaondoka vyenyewe bila mimi kusema.
Faqala lahu Suleiman, Suleiman akasema bwana, ngoja nikutandike swali jingine, maana naona kama unanipa mambo ya ajabu. Faqala lahu Suleiman sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza Nabii Suleiman, rehma za Mwenyezi Mungu, kaifa alamu laila minan nahari, sasa wewe umo ndani, ukikaa umo usiku na mchana unaujuaje? Yani najua sasa hivi ni mchana, sasa hivi ni usiku, unajuaje? Maka ili Quba liko majini ndani kabisa kule kwenye kilindi ndani, na huku juu kuna mawimbi ya hatari na upepo, kwa maana huko kuna giza la kutosha. Sasa hivi usiku na mchana unaujuaje? Faqala, akamwambia yule kijana wajibu, idha tala alfajru, alfajiri ikichomoza, biadati Quba, inakuwaje? Lile kubwa linakuwa mimi najua ikichomoza alfajiri, ili Quba langu ambalo mimi naishi naliona limekuwa jeupe lote, najua mchana huo. Wastanarat, na linakuwa linang'ara, linakuwa jeupe linang'ara. Wa idha gharabati shamsu, jua likizama, adhlamati, linaikuwa na nini? Giza. Linakuwa na giza. Basi faarifu bidhalika nahara wa laila, kwa mtindo huu linakuwa jeupe linang'ara, linakuwa jeusi. Kwa mtindo huo ndio ninajua tofauti ya mchana na. Thumma daa Allahu taala, kisha Nabii Suleiman akamwomba Mwenyezi Mungu, fantabaqatil Quba, likafanyaje? Likajifunga lile Quba. Mwenyezi Mungu, nimeshaona, basi huyu kijana arudi tu humo, alafu na Quba basi rudi katika hali yake ya kawaida. Likajifunga Quba, waswarati kabaidati naama, likajifunga lile Quba, likawa kama yai la nani? Lambuni. Waadati ila mahaliha fi qa'i bahari, na likarudi kwenye kilindi chake kule kule. Tumeeleweka? Wallahu ala kulli shay'in, Mungu anaweza kufanya mengine ya ajabu kuliko hayo. Tumetaja kisa, tumetaja na kitabu Haya, twende kwenye karatasi namba 7. Karatasi namba 7, mmeiona? Teremka chini, kisa cha mwisho, wa mimma jaa fi fadli bil waridain. Teremka. Sheikh Omar, umepaona Sheikh Omar? Aha, wewe una shida jamaa, tumepaona wote. Mseme kasema sumu, angemwambia huyu jamaa visa vyake bwana vinatunga, mbona tuvishikie kwa mashaka wengine? Kila shekha na njia yake ya kutoa. Wa mimma jaa, na katika habari sahihi iliyokuja, tunazungumzia visa vya wale waliowafanyia wazazi wao kheri. Ni marasa tulikuwa tumeacha tulikuwa tumeamua tuache haya. Wa mimma jaa, na katika habari sahihi zilizokuja, fi katika kueleza ubora wa kuwafanyia kheri wazazi. Sikiliza habari hii. Mahukia ni habari iliyopokelewa, ni habari iliyopokelewa, anna sayyidana Musa, hakika bwana wetu Musa. Ni mtume, sio mtume huyo? Mtume tena. Kile kisa cha Nabii Suleiman, hiki cha Nabii Musa alaihi wala nabiyina afdhalus salati wassalami, juu lake Nabii Musa na juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwepo kwao rehma na amani. Qala, Nabii Musa alipata kusema siku moja, ya Rabbi, ewe Bwana wangu mlezi wangu, ausini niusie, ausini niusie. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Musa, usika bi ummika, ninakuhusia mtende wema mama yako.
Mwenyezi Mungu anamwambia tuniabudu usinishirikishe. Fabuduni wala tushriki bi shay'in. Angeweza kumwambia hivyo, lakini usia. Kwa hiyo kwa maana hiyo kuwafanyia kheri wazazi wawili ni usia wa nani? Allah. Ndio ile wa wasainal insana biwalidayhi ihsana au biwalidayhi husna, ni usia. Akamwambia nakuhusia mtende wema mama yako. Qala Nabii Musa akamwambia tena Mwenyezi Mungu, au sini niusie Mola wangu niusie. Qala Mwenyezi Mungu subhanahu akamwambia tena, usika bi ummika, na kuhusia umtende wema nani? Mama yako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimwambia hivyo hivyo. Nabii Musa anasema niusie, Mwenyezi Mungu anamuhusia. Mama yako niusie, anamuhusia mpaka mara 8. Mpaka ilipofika mara 8 niusie, akamuhusia mama yako. Niusie mara ya pili, mama yako. Niusie mara ya 3, mama yako. Niusie mpaka mara ya 8. Hata qala fi tasi'a, mpaka akasema katika mara ngapi? Mara ya 9. Maana bila Musa anambia niusie, ndio kama yule alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam niusie. Mtume akamwambia la taqdhab, usikasirike. Yule bwana alijua Mtume anamwambia nitakuhusia, lakini kwenye usia nitakaokupa usifanyeje. Kumbe ile ya taqdhab ndio usia wenyewe. Au sina niusia, basi Mtume akamwambia la taqdhab. Sasa mimi nitakasirika nini? La taqdhab, usia wangu usiwe na hasira za ovyo ovyo, ndio usia huo. Kwa hiyo hata qala fi tasi'ati, mpaka ikafikia Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Allah katika mara ya 9, usika bi abika, na kuhusia pia mtende kheri baba yako. Ya Musa, ewe Musa wewe, ya Musa, ewe Musa. Mwenyezi Mungu anafunguka sasa. Kiswahili cha leo watu wanasema anafunguka Mwenyezi Mungu. Ewe Musa, usia unajua nimekupa kwa sababu gani? Wazazi wako unajua sababu yake? Ya Musa, ewe Musa, man barra walidayhi, man barra walidayhi, yoyote atakayewafanyia wazazi wake haki zao na wema unaostahili. Mtu yote atakayetekeleza wajibu wake kwa wazazi wake, kuntu lahu waliyan fi dunya, mimi Mwenyezi Mungu, yani Mungu anamwambia mimi nitakuwa ndio walii wake wapi? Duniani. Allahu waliyul ladhina amanu, huyo mtoto anaingia hapo. Mimi nitakuwa ndio kipenzi chake, nitakuwa rafiki yake mimi. Allahumma salli. Yoyote atakayofanyia wema wazazi wake, kuntu lahu waliya fi dunya, mimi nitakuwa ndio kipenzi chake, rafiki yake duniani. Imetosha? Bado. Akamwambia Musa, haijatosha. Wa fil qabri mu'nisa, kaburini kwake mimi nitakuwa ndio mliwazaji wake. Wa fi qabri mu'nisa, na huyo kijana atakayewafanyia wema wazazi wake akifa kaburini, ninakuwa mimi ndio mzungumzaji wake. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, na mliwaza kaburini. Imetosha? Wa fil hashri, na katika kufufuliwa, rahiman, nitakuwa ni mwenye kumhurumia. Wakifufuliwa watu siku ya kiyama, namteremshia rehema zangu huyo, katika ile waidha alquburu bu'thira. Imetosha? Haijatosha. Ewe Musa, elewa, mtu ambaye atakayewafanyia wema wazazi wake, ala sirati dalila, katika njia ya sirati, mimi ndo nitakuwa nani? Ndio nitakuwa muoneshaji wake wa njia. Pita hapa bwana, usipite huko, pita hapa bwana, pita hapa. Au wa ala sirati dalila, kwenye sirati nitamkamata mkono nimvushe mwenyewe. Imetosha? Haijatosha. Mwenye kuwafanyia wema wazazi wake, wa fil jannati muhdithan, na katika pepo mimi nitakuwa naongea naye.
yukalimuni, atakuwa anazungumzisha, wa ukalimuhu, na nitakuwa namzungumzisha bila kuwa na mkalimani. Hakuna interpreter hapa. Tunataka nini tena? Twende kwenye karatasi namba 3. Karatasi namba 3, barun adhim. Hatuwezi kuvimaliza hivi visa. Allahu akbar. Barun adhim. Mmepaona hapo? Karatasi namba 3, angalia mwisho kuna namba 3 pale. Hii ina maandishi makubwa kabisa. Birru nini? Teremka pale chini sasa. Birru yudkhilul janna, kuwafanyia wema wazazi wawili kutamwingiza mtu wapi? Peponi. Haya, kule tumemsoma Nabiullahi Suleimani alayhi salatu wassalam, tumekuja tumemsoma Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Haya ndio hali ya Tanzania hii. Sasa hii picha ya Sheikh Isa itatoka Nyositi. Haya, birru yudkhilul janna, wema utamwingiza mtu peponi. Kana Harithatu ibn Nu'man, tulishamtaja kule, tulimtaja. Alikuwa anafanya nini huyo? Kama mnakumbuka hicho kisa, alikuwa anafanya kitu gani huyu Haritha bin Nu'man? Alikuwa anafanya nini? Nani anakumbuka? Tulimtaja kule sahaba mmoja katika masahaba wawili maarufu sana walijulikana kwa kuwafanyia wema wazazi wao, tuliwataja wawili, huyu Haritha ibn Nu'man na tukamtaja Uthman bin Affan, kama mnakumbuka. Sasa huyu Haritha, katika moja kati ya vitendo alivyokuwa anamfanyia mama yake, alikuwa anafanyaje? Naam, shekhe. Naam. Alikuwa anamlisha mama yake chakula. Kule tulisoma kule. Huyu Harithatu ibn Nu'man alikuwa hataki mama yake apate shida, mara kanawa mara anamwambia mama, tulia, mimi ndo boy wako mimi. Kwa hiyo akawa anamlisha mama yake katika wema. Alikuwa hataki kila time mama yake akila yupo anamlisha mpaka mama yake anatosheka, katika wema akamfanyia mama yake. Utaangalia kwenye karatasi ya nyuma iko kisa kipi. Anasema kana Haritha bin Nu'man radiyallahu anhu, alikuwa Harith bin Nu'man radiyallahu anhu kwake anamfanyia wema birran adhima, wema wa hali ya juu sana, wema mkubwa mno. Fakana jazauhu aljanna, ikawa malipo yake ni kuingia wapi? Sasa sikia, so kuingia peponi tu, kuna jambo hapo Sheikh. Fadhata yaumi, ilitokea siku moja, fadhata yaumi, ilitokea siku moja, nama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alilala nani? Alilala Mtume Muhammad. Cha kwanza kisa cha Suleimani alayhi salam, tumekuja kwa Musa, sasa hivi tunakwenda kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Haya, bosi wao. Naam, faraa salama, akaona kwenye usingizi ndoto, fil janna, peponi. Na ndoto ya mitume kweli, sio kweli? Ndoto za mitume wote ni kweli. Kalala Mtume sasa siku moja, faraan kana fil janna, anaota sasa, hesabu imeshapita, yuko peponi. Wa idha, zama hizo alipoingia peponi, bihi, kwenye pepo hiyo pepo ambayo Mtume sasa kaingia sasa, bihi, kwenye pepo hiyo,
yasma'u sauta, akawa anasikia nini? Akawa anasikia sauti ndani ya pepo. Qari'i yaqra'ul, akawa anasikia sauti ya msomaji anasoma nini? Qur'ani, ndani ya pepo ambayo kaingia yeye. Yasma'u sauta qari yaqra'ul Qur'an, anasikia sauti ya msomaji anasoma Qur'ani. Faqala, akamuuliza Mwenyezi Mungu, man hadha, huyu ndani ya pepo mimi nimeingia nasikia anasoma Qur'an, nani huyu anayesoma Qur'an? Akajibiwa Mtume, hadha, huyo unasikia sauti, huyo ni Haritha bin Nu'man. Huyo Allahumma salli wa sallim alayhi, hiyo sauti unasikia hiyo ni ya Haritha bin Nu'man. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu akasema, kadhaka, malipo ya namna hii, kadhaka albirru, malipo ya namna hii ni kwa wema. Kadhaka albirru, malipo ya namna hii ni kwa wema. Fa hanian lahu, wema ulioje kwa Haritha bin Nu'man. Hanian lahu, wema ulioje kwa Haritha bin Nu'man. Lahu aljanna allati, ana pepo ambayo ameipata pepo hiyo, na laha, ameipata pepo hiyo kwa nini? Bibirril walidai, kwa kuwafanyia wema bibiri walidati, kumfanyia wema mzazi wake. Mpo visa viko vingi, hatuwezi kumaliza. Tumalize hicho kimoja, na kile cha mtoto wa mkono sisi tukisome, tukisema kile cha mtoto wa mkono. Nitaka tusome hiki cha kijana ambaye aliamua kumtumikia mzazi wake alafu akawapa mirathi ndugu zake alichopata. Haya, tuache hicho. Na muda umeisha. Kadhaka albiru, hivi malipo yalivyo ndio kwa wema. Kadhaka albir, hivi malipo yalivyo ndio kwa wema. Fa aniha lahu janna. Mtume sasa alikuwa anamjua huyo, ni sahaba, alikuwepo wakati wa Mtume alikuwa anamjua. Bi Aisha anasema radhiallahu anha, katika masahaba waliojulikana kwa wema wazazi wawili, yani walitangaa sana kuwashinda masahaba wengine, ni huyu Haritha bin Nu'man na Uthman ibn Affan. Kwa hiyo walikuwa wanajulikana hao. Kwa Mtume akajua tu, huyu jamaa kapata kwa sababu ya wema kumfanyia mzazi wake. Mmesema tukisome hicho au hapo kwenye karatasi hiyo ni karatasi namba 77 kama mmeiona. Karatasi namba 77. Hapo kuna kisa cha Nabii Musa alipomwomba Mwenyezi Mungu amuonyeshe rafiki yake peponi, lakini kuna hiyo wahukia annahu kana lirajuli 3 auladi. Mmepaona hapo? La, sasa hivi tutavimaliza kweli? Hii ya mtoto alolaliwa mkono utaifikia kweli? Tutaifikia inshallah. Na? Haya. Nitaka tusome kile kisa cha Nabii Musa. Hebu kwanza tuende kwenye Nabii Musa bana. Karatasi namba 77 hiyo. Mmepaona wahukia juu kabisa? Mmepaona hapo? Wahukia imepekelewa habari annahu, ilivyo habari hiyo, lamma kharaja Musa alayhi salam min Antiokia, zama alipokuwa anasafiri Nabii Musa alayhi salam, anatoka wapi? Anatoka Antiokia, yuridu Shama, anaenda wapi? Anaenda Sham. Taiba, alifanyaje? Alichoka, sababu alikuwa anatembea kwa mguu. Nabii Musa anatoka Antiokia anaenda Sham, Taiba, alichoka. Fa auha Allahu ta'ala, akapeleka ufunuo Mwenyezi Mungu mtukufu. Mmepaona? Fa auha Allahu ta'ala,
akapeleka ufunuo Mwenyezi Mungu mtukufu ilaihi kwa nani? Kwa Musa. An awi ila safhi jabal, panda kwenye kilele cha huo mlima. Panda. Nabii Musa, unapata shida, umechoka sana sasa, hebu panda kwenye kilele cha huo mlima huo, unauona mle, panda hapo. Akamwambia mtume wake, awi ila safhi jabal, panda hapo. Fihi, kwenye kilele hicho cha mlima, abdulli, kuna nani? Kuna mja wangu hapo. Abdulli, kuna mja wangu. Fasaluhu shay'an tarkabuhu, muombe akupe kitu ambacho utafanyaje? Utapanda, umechoka. Sijui mnaelewa hapo? Kwani Mwenyezi Mungu huyu Nabii Musa si mtume huyu? Sangemwambia niombe nikupe kipandwa. Akaambia bwana, wewe umechoka sasa, hebu panda kwenye kilele cha mlima, panda. Fihi, kwenye mlima huo, abdulli, kuna mja wangu mimi. Fasaluhu, muombe huyu sasa. Shay'an, chochote unachokitaka, tarkabu, utakachopanda. Fawajadahu, akamkuta huyo mja anafanyaje? Yusalli, anasali. Kwa hiyo akamwambia wakasubiri. Akasubiri, akamkuta jamaa yuko kwenye kuswali. Falama faragha, alipomaliza yule bwana kuswali, qala, Nabiullahi Musa alimwambia, ya abdallah, ewe mja Mwenyezi Mungu, wewe, uridu shay'an arkabuhu, nataka kitu unipe nipande niende mimi Sham, nimechoka na safari ya mguu. Mmepaona? Fanadhara ila sama, yule mja akaangalia wapi? Akaangalia mbinguni, akaangalia. Musa anataka apewe kitu cha kupanda. Faidha, alichoona yule mja, bisahabatin, aliona nini? Mawingu. Tena sio mawingu tu, saira, yenye kufanyaje? Mawingu yanatembea. Yule bwana akaangalia kona mawingu. Hey, we wingu, hey. Fakala, yule mja akasema, ayhatu wa sahaba, wewe kiwingu wewe, anzili, teremka hapa nilipo mimi, shuka. Wahmil li hadha alabdu, unibebe mja huyu wa Mwenyezi Mungu, njoo hapa. Angalieni jamani, mawingu yako karibu mbali, lakini bwana alipaza sauti, ukiambia kiwingu kile, wewe wingu, wewe shuka hapa, alafu nibebe jamaa huyu, hadha alabdu, haithu yuridu, mpeleke atakapo, nenda naye atakapotaka, nimekuamrisha. Fanazalat, kikafanyaje? Kikateremka kile kiwingu, hata lasiqati bil ardi, mpaka kikatua wapi? Mpaka ardhini, kama helikopta fulani. Huyu anayekiamrisha ni mtume, sio mtume? Sio mtume, ni mtu wa kawaida tu, mlala hoi fulani hivi. Kaambia teremka hapa, kiwingu kikaja. Sasa fikiria kwanza hapa sauti pa kufikia kiwingu kule, na kiwingu kiwingu kilikuwa kinaenda, kingesema mimi siwezi bana, wewe unaniita wewe nani? Mimi nakwenda zangu. Kikasimamisha safari,